Masota maarufu China wa China. Asante sana. Mwenyekiti mstaafu mkoa wa Mbeya. Makamu mwenyekiti mstaafu mkoa wa Mbeya, mbunge wa wananchi Mbeya vijijini. Kiongozi, 2020. Kumekuwa na ukimya sana, hasa kutokukuona jimboni hapa. Na tunaelekea kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu, kwa maana kwamba tunaenda kwenye uchaguzi wa wabunge, madiwani pamoja na ngazi ya uraisi. Labda ukimya huu wa kutokuonekana kwa upande wako, pengine unaweza kutueleza labda sababu ni nini? Kwanza niende tofauti na hilo swali lako. Mimi sijawa kimya. Na katika watu wa bunge ambao waligombea 2020 wakaporwa, mimi ni miongoni, na ndio kati ya watu ambao waliendelea na mchakato wa kuhakikisha wanafika kwenye jimbo lao, na ndio maana nikapewa sifa ya kuitwa mbunge wa wananchi Mbeya vijijini, wakati Ngeza yeye anashinda Dodoma kula kubwa. Mimi nimeendesha ligi baada ya kumaliza uchaguzi 2020, ndio mtu wa kwanza kuingia na ligi huko nikizunguka huko, lakini toka mwaka jana nakubaliana kabisa mwezi wa 6 wote kuwepo jimboni, na hili tokana na kwenda kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi ujao ambao ulikuwa uchaguzi mkuu. Nimejiandaa kweli kweli, lakini baada ya hapo chama kilitoka na kuja na mfumo ambao tunahitaji tufanye mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi, ambazo ndio unasikia kwa lugha ya wenzetu wanasema no reform no election, kwamba bila mabadiliko ya kanuni za uchaguzi hautafanyika. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda nje na msimamo wa chama. Kwa hiyo kutokana na hilo, muda ambao hujaniona toka mwaka jana kuwepo jimboni, ni kweli kabisa nakiri nilikuwa sipo, niko safarini. Wewe mwenyewe ni shahidi, nimekuwa nikiongea na wewe, nilikuwa South Africa nikiwa natafuta namna nguvu ya kurudi jimboni kuja kupambana na huyu anayeingia sasa hivi. Nimesikia kuna mtu tapeli mmoja anaingia hapa, alikuwa kila mara anakimbilia Mbeya mjini anagombea hapo, siku nasikia anaingia huku anataka kusimama na Ngeza. Nasubiri kula za hawa kwanza tuone, na chama tukiingia mimi niko jimboni na natia mkuu. Lakini kiongozi, tunaona namna ya chama chako, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwenye awamu hii kuelekea kwenye uchaguzi, kwa maana kwamba tunaona kuto kusaini maadili, chama hicho hakitaweza kushiriki moja kwa moja kwenye uchaguzi. Sasa na wewe kama mwanasiasa ambaye ushai kuingia kwenye kuwania ubunge 2020, lakini pia tunaamini kwamba ndoto zako pia inawezekana kama ulivyosema umejipanga na unakuja tena kwa ajili ya kuwania ubunge. Unaonaje sasa chama chako kiendi kwenye mchakato wa uchaguzi? Labda pengine wewe unaweza unataka kudondokea wapi? Manake macho ya watu na mitazamo wanaweza wanatazamia kukuona pengine unaingia CCM au Chauma, wazee wa ubwaba au na chama na kadhalika. Kuna vyama vingi. Labda unaweza kuliweka wazi hili ili na watu wengine waweza kufahamu. Kwanza ngoja nikwambie, hiki chama kwenye mapito hayo unayozungumza hatujaanza mwaka huu. Miaka yote ya uchaguzi huko nyuma, labda unapoteza kumbukumbu, ni kueleze tu. Hata kipindi tunaingia kugombea 2020 tulikutana na sekeseke ya kina Mashinji, akina nani, katibu mkuu, kina nani, akina Sumai, walitaka kuua chama 2019, lakini chama kilivuka. Na alikuja Magufuli na mchezo wake wa kutaka kuhakikisha chama kinafutwa. Chama kinakufa, alikufa yeye, chama kimesonga. Haya mapito ya kupigwa tukiwa mahakamani, haya mapito tunayoyapitia ya kutuzuia ruzuku, haya mapito tunayoyapitia ya kuhakikisha wanatumia watu wetu kwenda kuzuia tusifanye shughuli za chama, haya yote tutashinda, kwa sababu yote aliyopelekea ni kwa sababu ya no reform no election. Na hii ndio imepeleka Chama cha Mapinduzi kufanya hivi. Sasa unasubiri mimi nitamke ni lini au ni wapi nitagombea? Mimi sitagombea kokote mpaka serikali hii isikilize kilio cha wananchi. Mabadiliko ya kanuni sio masuala ya Chadema, ni masuala ya wananchi. Wananchi ndio wanaolalamika. Kila tunapoingia wanasema tukipiga kura mtazilinda, kwa sababu tunapiga kura tunaibiwa. Hii ndio kilio cha wananchi, sisi tutasimama na wananchi. Kwa hiyo mimi ninachoweza kukuambia leo, tutasimamia kanuni hizi hata kama ni miaka 5. Yatakapofanyika mabadiliko, kama Mungu alipanga nitagombea jimbo hili, nitawakilisha wananchi, nitakuja kugombea. Kwa sasa usitegemee kwamba mimi nitaenda kuuza sera za wali kule. Mimi sio mtoto bwana. Mambo ya wali ni ya watoto. Mimi nitakwenda kwa CCM, kazi yao ni kuua watu. Kazi yao kutekateka, wakemei wako kimya. Siwezi kwenda kwenye chama hicho. Mimi nitasimama na watu. Kwa hiyo mimi niko kwenye chama hiki na siko kimya, na sio muda utaniona.
ili mradi chama kuhakikisha kimefunguliwa. Kishafunguliwa kufanya kazi zake, litaingia rasmi na nawasubiri hao watasema Chauma na sisi tutakuja huko. Hilo swala la kanuni unazosema wewe, baba, kanuni hamkusaini, hakuna hiyo habari ya kanuni. Kanuni haiko juu ya katiba. Sheria ya nchi iko wazi, ni haki ya kila mmoja kugombea, ni haki ya kila mmoja kupiga kura, ni haki ya kila mmoja kuchagua anayemtaka. Kwa hiyo tutagombea na wala hamna shida kama itaridhika, kama chama kitaamua kufanya hivyo baada ya watu kutushauri. Lakini una neno gani kwa wana Mbeya vijijini, kwa maana kwamba wategemee mabadiliko ya sheria za kanuni, kwa sababu wao wanajua hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi. Sheria inasema mgombea awe na wakala, alafu sheria imetungwa ya mwaka huu inasema wakala akiingia asichukue taarifa, asipate kopi, wala asiingie na simu, wala asiandike matokeo. Haiwezekani. 2020 tulisema unapiga kura na kama mita 100. Wakati wa Kikwete ilikuwa unapiga na 15, unapiga kura na kaa mita 14. Saa hizi wamekuja na kanuni nasema ukipiga kura kalale nyumbani kwako, akalale mama yake aliyetunga sheria hiyo. Sisi hatuko tayari kwenda kupiga kura alafu katuondoa kwenye kupiga kura. Kwa hiyo wategemee mabadiliko hayo, na hayo wakiyapata tutaingia kugombea bila shaka.